profesa mmoja alikuwa na influence kubwa sana Marekani, raia wa Uganda. Akakutana na sister mtu mzima mzee, alikuwa anaenda kwenye nyumba ya wazee, akamwita. Yule sister akamwambia, mimi nilikuwa nafanya kazi ya kitume huko Uganda, na wakati nafanya utume wangu, asubuhi tumeamka, kwenye dustbin yetu ya kutupa takataka tuliokota mtoto, na huyo mtoto ni wewe. Mama yako alikutupa. Umekuwa ukiniita mama, lakini mimi nilizungumza na serikali ya Uganda wakati ninafanya transfer na kanisa linanirudisha Marekani, nikaomba niondoke na wewe ukiwa bado mtoto mdogo. Baadaye nimekuja Marekani, nimekusaidia mpaka umekuwa raia wa Marekani. Na sasa mimi ninaenda kwenye nyumba ya uzee na siku zangu za kuishi zimeisha duniani. Nataka nikupe picha za kijiji cha kule kwenu na nikuagizie kwa mama yako mzazi, uende ukamtafute mama ukamshukuru. Akamwambia, no, I can't do it. Ashakuwa Marekani. Because I hate my mom. Sema, you hate your mom? Yes. Namchukia mama yangu kiasi cha kumuua. Nipe ramani. I swear to God, nitakwenda kumuua mama yangu kwa mikono yangu. Kwa nini alininyima haki ya kunilea, akanitupa jalalani? Sister akacheka akamwambia, hujui Afrika, hujui Uganda, hujui kijijini kwenu. Please, just go. Nenda Uganda, nenda Afrika. Ukifika, utajua kwamba hakuna mtu aliyekusaidia kama mama yako, na kulikuwa hakuna msaada mkubwa kama wewe wa kukutupa jalalani. Kuna mema ya Mungu yanayokutafuta. Akaondoka baada ya sister, nafikiri umri wa miaka kadhaa. Sister alilala, alifariki. Akaja Uganda kwa hasira na uchungu, anamtafuta mama yake. Alipofika, akaenda kwenye hicho kijiji, akakuta yeye ni mtoto wa kwanza. Baadaye mama yake alikuja kuzaa watoto 9 nyuma yake. Wote ni gongo. Yaani wengine wanafunza, wengine machizi. Yaani hakuna mtu anayemuita mwenzake jina. Huyo anamuita, kaniletee kisu chizi wangu. Huyo anamwambia, nitakuletea kichaa wangu. Yaani wamevurugwa. Wanakula ugoro. Wote. Ni kijiji cha Maisha Plus. Alafu yeye ndio festival wao. Alipofika akamuona mama yake, akaona lile life na wale wa jamaa walivyopinda kuliko dawa ya mbu. Akamhagi mama, akamwambia, thank you mama, you did wonders. Umefanya makubwa kwa ajili yangu. Kwa sababu kwa kunitupa jalalani, mimi leo ni Marekani, ni profesa, nimesoma, ni tajiri, nina uwezo. Kufika pale, kuna mema ya Mungu yaliyokuwa yananitafuta. Sio kama kuna watu ambao unanielewa sawa sawa. Mema ya Mungu yanapokutafuta, yanaweza yakaja na sura usiyoitaka, lakini ndani yake kuna mema ya Mungu yanayotafuta mtu. Alichokifanya, manake wote ni wagonjwa. Yaani wote ni wagonjwa. Wengine wanafunza, wengine safura, wengine mio. Utaanzia wapi? Ni kuwapeleka hospitali. Kitu cha kwanza, angalau wapate dawa, wapate maisha. Ndio akafikiri juu ya kuwekea maprojekti mbalimbali ya kuwasaidia. Lakini baadaye akaisaidia ile familia kutoka kwenye umaskini. Ila pia kumkokota mtu aliyeko kwenye zero ya namna hiyo mpaka afike mahali fulani, nako kuna gharama yake. Na aliiona mwenyewe. Nilipokutana naye Marekani, akaniambia, mchungaji, ninajua sasa neno lile Mungu analosema, ninayajua mawazo ninayokuwazia ni mawazo ya amani, wala sio mawazo ya mabaya, kuwapa ninyi mema na matumaini katika siku za mwisho. Na mimi nataka nikuambie, unaweza ukafikiri mtu amekuudhi, mtu amekupoteza, mtu amekufanyia vibaya, mtu amekufanyia fitina. Unaweza ukafikiri na
ukapata matatizo ya moyo bure, nataka nikuambie ndani ya hiyo fitina, ndani ya huo ubaya uliotendewa, ndani ya hizo hila za wanadamu, ndani ya kila kitu ulichofanyiwa kibaya, kuna mema ya Mungu yanayokutafuta na yatakupata. Sijui kama nimeongea na watu wangapi hapa asubuhi ya leo. Nachotaka kusema, kuna mema ya Mungu yanayokutafuta, na mimi nakutangazia kwenye madhabahu hii yatakupata. Mema ya Mungu yalimtafuta kijana huyu, mtoto aliyetupwa jalalani na mama yake kwa sababu hana maisha, lakini mema ya Mungu yalimuinua pale jalalani, yakampeleka Marekani, na akawa mtu wa maana duniani, na akaja kusaidia familia yake. Mema ya Mungu yanakutafuta na yatakupata. Kuna watu wachache ambao wazazi, watoto wameharibika na unawaona. Mimi nasimama kwenye hii madhabahu, hata kama dunia nzima imeshamkatia tamaa, mimi niliye mchungaji ninasimama mahali palipobomoka pa huyo mtoto wa kwako. Ninakuambia kuna mema ya Mungu yanayomtafuta ndani ya hiyo bangi, na yatampata. Ndani ya hayo maisha ya ufuska yatampata. Si mnasikiaga hapa mwanangu ambaye ni mchungaji, si ndio? Si anawashuhudia kila siku alikuwa anavuta bangi, alikuwa anakunywa gongo lita 5, anachanganya na kubeli, anachanganya na spriti ili aweze kulewa na bangi. Lakini leo ni mchungaji. Mema ya Mungu yamemtafuta na yakampata. Mngempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Ninasimama kwenye madhabahu hii kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe, na kwa nguvu ya neno la Mungu, na kwa nguvu ya neno la Mungu ambalo nimehubiri kwenye mimbari hii kwa mwaka mzima, kwa mamlaka ya neno la Mungu ninakutangazia mema ya Mungu yakutafute na yakupate. Mema ya Mungu yanayokutafuta yatakupata wewe, yapate na watoto wako. Nami nimekubariki hayo mema yakupate kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wachache wangesema amen. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.